Majina yangu naitwa James Yohana Kehiani ama Sita. Ni mwenyekiti wa kitongoji wa eneo hili na pia ni kijana kwa jina Likimayana alimaarufu Nyangulo. Niko hapa mbele yenu pia kuwashukuru vijana wote, kuwashukuru wazee, kuwashukuru na jamii nzima ya Kimaasai. Niko kutoa historia fupi ya jamii ya Kimaasai ilivyotoka na kukata katika makundi ya marika. Mpaka hivi sasa tulipo sisi ni rika na kwa jina maarufu Nyangulo au Likimayana. Jamii ya Kimaasai imekuwa ni jamii ya kitofauti ndani ya nchi ya Tanzania, na yani tuseme kwa Afrika kwa ujumla. Ni watu ambao wanafuata tamaduni zao kwa namna moja ama nyingine, wanakuwa ni watu wa tofauti kwa mila zao. Kifupi walianza na marika mengi. Labda nianze since walivyoanza. Walianza mwaka 1787 ambao ilianza rika moja inaitwa Irkiyoli. Yani Ndiogi. Unajua yale majina yalikuwa majina ya Kimaasai, kwa hiyo ilikuwa ni magumu sana. Walianza mwaka 1787. Ikawa ni mtiririko, kila baada ya miaka 20 inazaliwa rika nyingine. Maana kuzaliwa rika lingine ni kupeana nafasi katika majukumu ya kimila ili kusaidia jamii katika machangamoto kama sherehe, kama kuna matatizo. Kuna kipindi cha nyuma ng'ombe walikuwa wanaibiwa. Sasa unajua kuna kipindi watu wanakuwa kihama, wale watu wanakuwa wazee, wanazaliwa rika nyingine kwa ajili ya kuja kuisaidia jamii katika changamoto kama zile na mambo mengine. Yani alimaarufu inajulikana kama jeshi la kimila, ambao ikitokea changamoto yoyote ile, mtu mzee kama na sherehe, wale wazee hawawezi kufanya ile kazi, wanapewa wale vijana kwa ajili ya kusaidia jamii yao. Rika hilo ilifuatiwa na rika linaitwa Likisaruni. Rika hiyo ilikuja mwaka 1801. Ikawa hivyo, ikaenda hivyo, ikakaa miaka 20, ikazaliwa rika lingine. Rika nyingine imezaliwa Inyangusi, alimaarufu Irikirishari. Nao wakakaa, baada ya miaka 20 wakazaliwa marika mingine. Wakaja rika la Inyangusi, ikaja rika la Leimer, ikaja Ildalala, ikaja rika la Iltwati, ikaja Ilderito, ikaja Ilimishuki, ikaja Seuri, ikaja Likishumo, ikaja Likidotu, ikaja Likorianga, ikaja Nyangulo. Hatimaye sasa sisi ni Nyangulo ndo tuko kwenye stage ya kuelekea uzee. Mpaka hapa sasa tumeshamaliza sherehe 3 kama ilivyotangazwa na Menela Yoko, Baba la Yoko, ambayo ni kiongozi wetu, ama tuseme ni mlezi wa hiyo jamii, wa hiyo hao vijana. Kwa sababu kwa rika la Kimaasai au kwa jamii ya Kimaasai, kila rika linapozaliwa anatolewa mlezi wao na kiongozi wao, ambao wao ndo sauti ya mwisho au wao ndo kauli ya mwisho kwa jambo lolote linalogusa wale vijana. Hatimaye sasa sisi tunaelekea huko, ambao kwa sasa na sisi tuna rika ambalo liko nyuma yetu, yanaitwa rika la Irimegoliki. Hao Irimegoliki nadhani sasa nao wameshajitambua kwamba ni watu na sisi tunawataka tuwaachie nafasi. Kwa hiyo hii sherehe ambayo tuko leo au hii ceremony ambayo tunafanya leo ni kwa wapa wale, ni hatua ya kuwapa wale nafasi nao wawe ni vijana ambao wanategemewa katika jamii. Sisi tumeshatoka hapo, sasa hivi tuna sherehe 2 ziko mbele yetu. Kuna sherehe moja inaitwa Ngai. Hiyo sherehe inaitwa Ngai, nadhani inafanyika baada ya miaka 3 baada ya hii hapa. Sherehe nyingine inayokuja ni ya kula nyama, ambayo sherehe hizi kama hii leo ya kunywa maziwa, kupewa maziwa na wake zetu, ni kuhalalisha yule mtu kwa sababu ameshakuwa, ili anapotoka safarini au anapotoka mahali popote asiwe na hofu kwa sababu ameshakuwa. Kama ilivyoelezwa na viongozi waliotangulia mbele wa jamii wa kimila kama Laigwanani, Baba la Yoko na Malaigwanani waliopita, walieleza kwamba ni kwa nini wanafanya hivyo na faida gani wanapata kutokana hivyo. Na pia tukiri kwamba hakuna jambo lisilokuwa na changamoto. Mambo yote ni mazuri lakini hayakosi changamoto. Tuna changamoto zake.
na tuna faida yake. Kwa hiyo sisi jamii ya Kimasai tumekuwa ni jamii ya kitofauti ndani ya Afrika nzima. Tanzania tuna jirani zetu ambao ni Kenya. Hatuna utofauti na Kenya. Masai popote alipo wana marika zote. Sasa hivi lika ambalo liko kwa wakati huu, kwa kipindi hiki, maarufu ni Ilkimayana au Inyangulo. Na kwa sasa kuna kauli inatembea inaitwa Nyangulo Republic. Ni kwamba sasa hivi wakati ni wao. Kwamba wakati hivi vijana sasa hivi hisi kama Nyangulo ndo wakati wetu. Kwa mambo yote sisi yanatutegemea sisi. Baada ya miaka 5, miaka 6 mbele, tukifika kula nyama, tutawachia sasa rika limegulike, na watakuja na slogan zao ambao watakuwa wanategemewa katika jamii. Hivyo basi, kwa historia fupi hiyo, mimi nipende kuwashukuru vijana, na pia mimi kama mwenyekiti wa kitongoji nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu nimemwona mwenyekiti na alikuja kuzungumza hapa, na kwa uhuru ambao tunafanya hii. Tanzania ni nchi ya amani. Nchi hii ina uhuru wa kila mtu kuzungumza, kuabudu anachotaka, kufanya mambo yake. Hatuna ile commandment ya serikali kwamba amruhusiwi kufanya hivi. Hivyo tuna changamoto moja, niseme kama mwenyekiti, tunahitaji serikali iweze kuleta elimu bora kwa jamii hii ya Kimasai. Hivi sasa hivi kwa miaka tunaenda mbele, jamii hii ya Kimasai ilikuwa nyuma kielimu, lakini sasa wanazidi kufungua macho kutokana na viongozi tunaowapata.